Hii pete imefikaje hapa? Huyu mshenzi atanieleza vizuri kafata nini chumbani kwangu. Ngoja nimsikie. Rachel. Yes. Najua nishayakanyaga huko. Ngoja nimsikilizie atasema nini. Hivi jana ulikuja chumbani kwangu? No, sikuja chumbani kwako. Eti ajaje chumbani kwangu. Kwa hiyo tuseme hii pete imepata miguu, imetembea mpaka chumbani kwangu. Vipi kuhusu hii hapa? Imefuata nini chumbani kwangu? Oh, Mungu wangu. Pete. Pete tena. Nilijua tu ananidanganya. Mwangalie hiyo sura yake. Sijui nitajibu nini huko. Ina maana jana niliacha pete yangu chumbani. Mungu wangu, nimeisha mimi. Hii pete imefikaje hapa? Huyu mshenzi atanieleza vizuri kafata nini chumbani kwangu. Ngoja nimsikie. Ile pete ya Rachel imefikaje chumbani kwangu? Haingia akilini kabisa. Usikute Brian anichiti na Rachel. Inawezekana kweli? Maana hata Rachel akikosea Brian huwa kwanza kumtetea. Kwa nini? Kuna nini nyuma ya pazia ambacho sikioni? Moyo unaniuma lakini akili inaniambia nitulie. Siwezi kukurupuka bila ushahidi. Lakini pete si kitu kidogo na wala sio kitu kinachopotea kirahisi. Hapana. Lazima nichunguze hili kwa makini. Sasa ni muda wa kunyamaza, kuangalia na kusubiri ishara. Ukweli hutojificha milele. Yaani mnashindwa kununua trekta? Muda sio mrefu kaka yako anatoka kunipigia simu hapa. Ananiambia eti babako kagongwa na punda. Mambo gani haya? Mambo gani kwa unafurahia? Haya mambo si ya ajabu, kwani mambo yananilii. Maana moyo wako kuikosa familia yangu ni huipendi kabisa. Kwa hiyo kuikosoa na kuchekelea vile unafurahia ndio maana unakuwa na amani kabisa. Na inafurahia kusikia kitendo cha mtu kufanya kazi na punda wakati trekta zipo. Mambo ya ajabu kidogo ujue.
Ona sasa mambo yaliyompata baba yako. Mbona unapenda kukejeli sana familia yangu? Lakini sinaongea ukweli au ni uongo? Hii kweli inafurahisha hii. Mungu anapunda kwenye meno, sio kitu cha hata hivyo. Nimetoka kuongea na kaka yako muda sio mrefu, ameniomba kitu kidogo niwasaidie. Unajua mimi ndo msaada mkubwa huko kwenu, kwa hiyo usijali, na mimi nitatoa kitu kidogo hapa. Chukua 1500 basi, wakaongezewa nunue trekta. Chukue. Hivi mimi sidharau kabisa. Mbona unapenda kuidharau familia yangu hivyo kiasi hicho? Kwa hiyo msaada naotoa ni dharau? Wewe namba zangu za simu unazo, kwa nini usiwatumie? Kumbe hapa wewe kwangu unakula, unashiba, unakunywa, unalala na unafurahi. Unakubali kabisa matukio yanayotokea nyumbani kwenu ya kugongwa na punda, sio? Kunisaidia au Masimango? Sasa Masimango si vitu vya kufurahisha waifu. Waifu, hii ndo tabia gani sasa? Wao unafurahia matukio ya nyumbani yaendelee namna hiyo? I say. Lakini dada, naomba uongee na mama. Wewe unampigia simu mume wangu, alafu mbaya zaidi unampigia simu kuomba hela tu, hasa ndugu zangu. Uwaonye, labda anaweza kukusikiliza. Wamezidi sana kumuomba hela huyu mwanaume. Mume mwenyewe kitu chake hata hakifai kabisa, ni pasua kichwa kabisa. Unaletea shida mimi kwenye ndoa yangu. Napitia wakati mgumu dada. Sawa mdogo wangu, mimi nitajaribu kuongea nao, kila kitu kitakuwa sawa. Ila dada, mimi nimechoka. Natamani niondoke hata leo kwa yule mwanaume. Nimechoka manyanyaso. Ongea na ndugu zangu. Basi mdogo wangu, unajua nini? Kila mtu anapitia changamoto kwenye ndoa. Kwa kama utakata tamaa, sidhani kama unawezana na mwanaume yeyote. Kila mwanaume ana changamoto zake. Usinione mimi dadako, napitia vitu vingi, ni vile tu siwezi kubebesha mzigo wa kwangu. Kama ningesema nikate tamaa, ningeshakata tamaa siku nyingi. Sawa, kwa hiyo vumilia tu. Hayo ndo maisha ya ndoa. Uliyakubali mwenyewe, unapaswa kuvumilia. Nimechoka dada. Basi mdogo wangu usilie. Sawa? Na ujui tunayapitia dada. Haujui dada. Basi mdogo wangu usilie. Sawa? Na ujui tunayapitia dada. Haujui dada. Nakuelewa mdogo wangu, ndio maana nikakuomba jaribu kuvumilia. Mimi nitavumilia mpaka lini? Nimechoka dada. Mdogo wangu, najaribu kukuelewa sana kwa sababu naelewa maisha ya ndoa. Basi sawa, mimi nitaongea na ndugu zangu, wataacha kumsumbua mume wako, huenda kila kitu kitakuwa sawa.
kwa sababu masimango yanatokana na kuomba hela, si ndio? Ukiacha kila kitu kitakuwa sawa, wewe vumilia tu. Kama ndani ondoka kwa yule mwanaume. Sawa. Sawa. Hapo ni yule mdogo ashakuwa hivi. Kama mtu mkubwa hapo sasa. Mungu ana maajabu. Maisha haya. Halo mama. Jambo mwanangu. Jambo, shikamoo. Marahaba, mzima? Mzima. Habari ya huko? Tunashukuru Mungu, sisi tunaendelea vizuri. Hapa kwenye nimekupigia na shida, nataka nikuelezee. Shida gani tena mwanangu? Mama, mimi kwenye ndoa hii mimi na changamoto sana. Changamoto? Ni changamoto gani unazopitia wewe mtoto? Kuhusu huyu mume wangu. Amefanya nini kijana watu mtaratibu? Ninyi mnavyomilia shida huko, mnampigia simu sija watumie hela huko. Kila shida mnayolia huko. Yaani nyinyi mnaona kama mnapata raha, lakini mimi kunapitia changamoto nyingi. Acha kuwa na hiyo roho. Wewe resti nzuri kabisa. Unakuwa na roho mbaya mdogo kiasi. Hebu kwa kama dada yako juu. Mbona dada yako juu tukimwambia kitu anafanya muda kusita. Ni kwa nini wewe unakuwa na tabia mbaya kiasi? Siko kufundisha hivyo. Kijana watu kama ungekuwa na roho kama hiyo unaishi na wewe. Asingeweza kunisaidia kitu chochote kile. Kumbuka amesema wapi? Ile ya kumbina ni sawa bila hata kusaidia. Na wewe hata shida za shida kumi. Jaribu kukumbuka ulivyotuacha nyumbani. Mazingira yote wewe unayajua. Unajua fika namna gani tunayapitia. Ni kwa nini unakuwa na roho mbaya kiasi hicho? Saidia maji ya kunywa bi. Okay. Babe. Yes. Kuna kitu nitaka nikwambie. Juzi nilikuta pete ya Lecho chumbani kwangu. Uko sawa? Ya, niko sawa.
Kwa hiyo sasa najiuliza hiyo pete ilifikaje chumbani kwangu. Afu nilivyomuuliza aliniambia kuwa alikuwa anafanya usafi nyumbani kwangu. Na kama nakumbuka mimi hiyo wiki nzima nilifanya usafi mwenyewe. Oh, maybe inaweza kawa ni wakati anapita kufanya usafi akawa alidondosha. Unanielewa? Nilikwambia mimi ndo nilikuwa nafanya usafi. Kwa hiyo sasa hiyo pete sijui imefikaje. Yaani swala la kusema yeye alikuwa anafanya usafi ni uongo. Kwa maana hicho kitu kinanipa wasiwasi. Imefikaje chumbani kwangu? Na mimi ndo nilikuwa nafanya usafi mwenyewe chumbani kwangu. Kweli hapo sasa sijui. Labda ujue anapenda sana kufanya usafi, eza alifanya usafi hapo amepitia kwa bahati mbaya kaidondosha, siwezi jua. Sawa. Wife. Ukute ni pesa wanataka tena. Usilie basi. Haya matatizo tutayamaliza tu wife. Usiwazi. Acha kulia. Ila pia mimi nina wazo. Yes. Kwa nini yule dada asiondoke? Sasa hivi ni muda umepita. Kwa nini asiondoke akaenda kufanya maisha yake mengine, kama ni kazi, kama ni nini? We hauoni kama inatosha kukaa huku ndani? Sisi tujiachie. Okay, ni sawa, lakini unajua hapa ni mjini baby. Na yule ni rafiki yangu, ameomba makazi. Na kwanza ni mwezi mmoja tu. Shamchoka kweli. Hivi Blythe, kwa nini unapenda kumtetea sana huyo Rachel? Sio kwamba anamtetea. Kumbuka mtu ameomba hifadhi. Na kwanza ni mwezi mmoja tu. Tumpe muda basi kidogo. Wewe unaona mwezi mmoja ni kidogo eh? Mwezi mzima unataka endelee kukaa muda gani? Kwa nini usimwache tu akaenda kufanya maisha yake mengine? Hata kama ni rafiki yako. Okay sawa be, lakini akiwa sawa ataondoka. Nielewe basi. Hapana. Niambie wife. Wanahitaji kiasi gani? Mimi sitaki kuona kwangu. Inatosha kwa muda ambao tumemsaidia, inatosha. Mimi nataka aondoke. Lakini mwezi mmoja ni mdogo sana. Hebu can you imagine? Kwa huu mwezi mmoja, laiti kama ingelikuwa ni wewe, ingetosha kweli? Maisha yenyewe ndo haya mjini. Please, kwa na wewe auto basi baby. Naona namtetea sana yule rafiki yako. Sijui ni rafiki yako kweli, mimi sijui. Lakini hayo masuala ya kumtetea sana, mimi nishachoka. Wewe utachukua maamuzi wewe mwenyewe. Baby? Baby.
Poa. Niko poa. Mambo yanaendaje? Mambo yanaendaje? Yaani umenichelewesha faniambia mambo yanaendaje? Samahani, najua. Yaani mimi kula wakati kwenye mvua hapa afu ananiambia mambo yanaendaje kweli? Ni makusudi. Ndio ni makusudi kabisa. Pole, nimeomba samahani. Pole mimi nanisaidia nini? Ndio ni makusudi baby. Ni makusudi hayo. Hebu niangalie nilivyo, niangalie. Surprise. Wow. Jamani. Ulijuaje? Yaani hapa sasa umerudisha furaha yangu ambayo ilikuwa imepotea. Asante sana. Inaonekana zawadi ina vitu vizuri ndani. Mimi sitaki kusema. Wewe nenda kaangalie mwenyewe. Kulikuwa mtenda kunishika macho. Mama kabisa anafanya kazi. Surprise gani zaidi? Sasa Hala tasihitaji msaada. Mama kapumzike tu. Hivi wewe unakuwa unajisikia kweli? kwa nini? Hivi kiongozi ukuta hapa atajisikiaje? Au ataniraje nini? Asijali kuhusu wife. Sio sijali, lazima nijali kwa sababu yeye ni mtu ambaye ananithamini mimi mpaka kanihifadhi kwa heshima. Sidhani kama atakuja sasa hivi. Kwa nini usije sawa? Kutoka mjini sasa hivi. Kwa nini? Safi. Wewe jiongeleshe tu hapo.